Halo? Kaka. Kwema bro, inakwaje? Nzuri kabisa, harakati. Jamani, mpokea Evans kama mnavyoona. Safi kabisa, naongea na Evans. Okay kaka, samahani. Hapa unaongea na Carlos. Au unaweza kujitambulisha majina au Alakei, kutoka Alakei mpaka Carlos. Halo? Asiongee huyu, asiongee atasikika. Nipo Songea bro, mtandao na katakata. Uko Songea? Ya, nipo Songea mwanangu. Sasa nilikuwa na kipengele kidogo. Ndio. Hapa nimekutana na sister fulani hapa Songea. Sasa kwenye kupiga naye story 1 2 3 akawa ametupa namba yako na akakutaja kwamba wewe ndio baby, yani wewe ndio baby boo wake. Yani kwa maana wewe ndio boyfriend wake. Ndio maana wewe utaongea naye, hata usijali, tupo naye hapa na utaongea naye pia. Sawa. Kwa hiyo yeye alichohitaji ni wewe kumtaja jina lake, anaitwa nani, basi then tukupe simu ongee naye. No, serious, na utaongea naye hapa, hata usijali. Tampa simu ongee naye. Nimekwambia nipo Songea bro. Mazingira wewe, mbona uko Songea? Sipo Songea. Yaani kwamba Songea hapo anatuona nini? Unasema kumbe anatuzumu. Songea uko Songea, maana mimi Songea ndio hivyo ni roho. Sasa shida ni nini? Najua ni home kwako pia. Sasa nikikwambia mpaka nilipo sasa utamjua. Si tunataka yeye akaomba mtaje jina. Naweza nikamtamani na naweza nikaelewa. Yaani nikikwambia mpaka tupo same, utamjua kumbe hapo yupo fulani. Yeye kaomba mtaje jina, yeye ameomba. Jina then nikupe simu ongee naye hapa sasa hizi. Sawa, hamna shida. Kwa anaitwa nani? Huyo mtu? Wasongee. Huyo naishi ni Naomi. Naomi. Sasa Naomi yupo wapi Naomi mwili? Saizi uona hisi atakuwa wapi? Huyo Songea, ila naishi tu kuna mazingira yuko, maana kwa wanafunzi naishi mwenye hayo level institution. Kwa hiyo yupo chuo. Sasa huyo Songea. Kwa hiyo hujui hata kapasi. Unahisi kwamba hujui kama yupo chuo au advance au level? Wewe uko chuo, maana ni muda mrefu sana tulikuwa tunawasiliana na mwaka jana aliendea kama anaingia chuoni. Kwa hiyo naamini yupo chuo, labda kama anamdanganya, ila mimi naamini yupo chuo. Wewe upo Songea? Yeye yuko wapi? Mimi niko Songea. Upo Songea? Mwambie yuko chuo sehemu gani huyo dada? Yupo chuo gani labda alikwambia? Sijajua, ila aliniambia ni hivyo, sio Dar es Salaam, sio Morogoro, ila nahisi yuko chuo. Japo hajawahi kuniweka wazi chuo gani. Ila nahisi nijue kama sio Morogoro basi ni Dar es Salaam. Anaitwa Naomi nani? Anaitwa Naomi nani? Sasa jina lake nafahamu jina Naomi, maana sijawahi kumuuliza na kibuko nahisi ni Naomi anaitwa. Alikuwa mtaji. Kwa ni huyo mmoja mwanangu, mbona kama huyu mmoja ni mmoja tu huyo yani. Sasa mfano sasa ukikuta sio yeye. Kama sio yeye. Sasa huyu mwingine atakuwa nani? Yaani mfano sio yeye atakuwa nani mwingine? Yaani ni girlfriend yani. Girlfriend wako akasema na akatuhakikishia kwamba ni yeye tu. Ndio maana akakutaja wewe jina. Ndio maana akakutaja akatupa na namba. Huyo nahisi huyo ni Naomi moja kwa moja, ni wala sio mwingine. Ni Naomi. Amepasi challenge jamani. Nimekupa nafasi ya upendeleo kabisa, lakini umeng'ang'ania Naomi. Basi wacha nikupe huyu uongee naye sasa, sijui kama ni Naomi au ni gani. Sio Naomi bro. Sasa unajua harakati nyingi za ujana, unajua tena. Kwa hiyo kwamba yupo mwingine ambao tofauti na Naomi tena. Sio yuko mwingine, yani unajua mambo hapa nimeweka hiyo amnaga moja kwenye mbili. Ameamua mzunguke, labda inawezekana kwa hivi. Kwa fikra zako kuwa yupo mwingine uliruka naye ila ukapotezeana naye. Kitambo sana, ni kitambo. 2020. 2020.
Yani ndio maana nikahisi kama ni surprise hapa kwa maelezo yako, nikahisi kama ni surprise, lakini yeah, of course huyo Naomi wala sio mwingine. Of course huyu anakusurprise na kuna zawadi pia kaandaa kwa ajili yako, ndio maana akatupa mpaka na namba. Sasa zawadi gani hizo? Sasa ndio maana hapa tunahitaji kwamba huyo mwingine ni nani, labda utamotea, labda ndo yeye. Huyo mwingine mimi siwezi kumtaja jina kwa sababu tulishapotezana muda mrefu. Sasa ndo karudi hivyo, sasa anahitaji nafasi tena kwako. Yeye anaitwa Naomi hivyo ni wewe lakini. Yeye haitwi Naomi, ni mtu mwingine kabisa. Kama ni inawezekana ongelea bado simu ningeongea naye kwa sababu unajua sasa hivi ni jioni, mambo ni mengi ndugu wangu. Okay, mimi nakupa simu sasa hivi hapo, ongea naye, ila nisikie kwanza kama upo tayari kurudiana naye au la. Kuongea naye? Kurudiana naye, maana anahitaji recover, mrudiane kama mwanzo. Sasa sasa ndio hiyo tayari ana maisha mengine au na sisi wengine ndio hiyo tuna maisha mengine, kwa hiyo huenda labda sikia bro. Sasa hivi hapa tunajua mambo ni mengi. Yeye anachohitaji ni nafasi kwako, kwamba arudi tena muishi kama wapenzi kama mwanzo. Ndio maana nimekuuliza upo tayari kurudiana naye ili tukupe simu ongee naye. Huyo anaishi kwenye ndoa huyo. Anaishi kwenye ndoa? Sasa hivi kwenye ndoa ile, ni ameshaingia kwenye maisha ya ndoa. Hata kaachika sasa, maana anataka mrudiane na nini. Uone kama utakuwa mtego. Kwamba wewe mtego, kwamba anataka eti vistani yako ni kumchomanisha kweli. Anakataa bwana, sio nia yake hiyo. Mimi naomba mtego, unajua mtu sugu kwa hiyo. Mpe simu ongea lakini. Tukajichanganya tukaingia mifumo ya watu, si unajua? Kwa upo tayari kurudiana naye? Kwa sababu huyo ni mtu wa mtu mzito, tuko sasa hivi hapa, yani naogopa, yani siamini kama ameachana kwa sababu ni mtu ambaye tayari ameshajipata kimaisha. Okay, poa, ongea naye basi hapa kidogo msikie. Sawa, hamna shida. Ongea naye. Halo. Vipi hapo? Safi. Uzima upo? Wazima, mimi Naomi. Sawa. Kwa hiyo huko ulisema hapo chuo gani huko? Hapa Jordan. Hapo chuo cha Jordan. Basi inshallah tutakutembelea siku yake huko tukijaliwa uzima. Sawa. Poa, hamna shida. Baadaye. Poa. Okay bro, bwana ni Naomi, sio mtu mwingine. Sawa, kumbe ni huyo eti. Ndio huyo. Force mtu atake mtu hamna shida mbona. Okay bro, una upendo wa dhati of course, na endelea naye, mtafika mbali. Tuombe uzima, unajua. Okay, haina noma bro. Sisi tunajisikiaje kwanza kutajwa? Maana kuna wengine huko yani huko wamelizwa tayari, washaachana watu. Unajisikiaje yani? Najisikia vizuri. Lakini hapo umetudanganya, umetuambia anasoma hapa. Sasa mbona umetudanganya, amesema asomi wala nini? Anasoma bwana. Anasema yupo Songea saa hizi. Labda sasa hivi kaenda, maana mimi sasa babaki si anauma. Okay. Katajwa bwana. Tumalizane. Vipi hapo wewe? Mbona umegeukia pembeni sister? Mambo. Mbona umegeukia huko kulikoni? Labda naogopa kamera. Hamna, maswali mawili matatu, huyu mmoja. Ongea na wewe kidogo pia. Huyu bado mtoto mdogo, ya mahusiano hamna. Unaona alivyokuangalia. Huyu bado mtoto mdogo. Nizunguke huko. Kwamba ongei. Amesema kwamba ongei. Ndio ongei. Sasa ndio maana nimesema wewe umri wako siwezi nikakuoja mapenzi. Bado mtoto mdogo kabisa, atakuwa nakukosea au confuse mwanangu. Sikia, nataka tupige story na rafiki. Sina. Ni kitu gani labda kwenye maisha yako? Sio mapenzi. Boy Smith ana rafiki na wewe kati ndio rafiki yake. Eti, yani unasema una rafiki na huyu ni nani? Amekukana hadharani. Uongeaje na hivi uko unafanya? Basi msaidie kusolve hesabu basi. Basi niomba swali nisaidie masi hapa. Mpe swali hapa kuelekeza jamaa mtaalamu hapa. Nasoma nini?
Huyu hapa msaidie. Msaidie. Ngoja, swala ngapi? Jamani, sio eti tu olevo, hata hadi chuo kuna watoto wadogo. Dogo eti hadi swala la kwanza ile msema utafute losi, mtafutie losi. Una miaka mingapi? Una miaka 16, 17 umeshafikisha kweli? Ndio. Umezaliwa mwaka gani? Kweli hapo ndo tujue ataja la 2000 ngapi. Kama yani hapo bila hata kukisia. 2000 ngapi umezaliwa? Ana calculate hapo mwanangu anahesabu. Jamani, yani aka bado kadogo kabisa. Yaani hata kukauliza kwamba tuna mahusiano nikikosea heshima. Miaka tu ni midogo 16. Yaani Mungu ana 15, 16 hii, 15, 18. Mbona kana naangalia sema basi kidogo tuongee. Ushamkela tayari. Hamna, huyu mdogo bwana. Huyu bado tuangalie masela wengine. Let's come back. Maliza. Tunarudi nyuma. Hiyo maliza hiyo, funga hiyo mwanangu.